Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, ni siku nyingine tena Mungu ametupa kwa ajili ya kujifunza neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tunavyojua, tulikuwa na somo zuri ambalo tunaendelea nalo, ambalo linahusiana na historia ya mwanadamu kibiblia. Bwana Yesu asifiwe. Na tukajifunza habari ya kuumbwa kwa mwanadamu. Tukasema kwamba mwanadamu ameumbwa kwa udongo na Mungu akampulizia pumzi ya uhai, akawa kiumbe hai. Tukajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na uumbaji wa mwanadamu, lakini pia tukajifunza somo lingine ambalo ni mwendelezo wa somo ya kichwa cha habari hapo juu, ambacho inahusiana na kuishi kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu anaishi katika maeneo tofauti tofauti, anaishi kiroho lakini anaishi kimwili pia. Tukajifunza vizuri na somo haya masomo yanapatikana kwenye page yangu ya Facebook ambayo inazungumza toka kwenye kuumbwa kwa mwanadamu, kuishi kwake. Na leo tunaingia kwenye somo lingine ambalo linahusiana na kufa kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili tunaweza kujifunza kwamba kama mwanadamu aliumbwa na Mungu, na baada ya kuumbwa na Mungu aliishi, Bwana Yesu asifiwe, au anaishi, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama anaishi, huyu mwanadamu anakufa. Kwa hiyo tunajifunza leo katika kipengele cha kufa kwa mwanadamu. Mtumishi wa Mungu, tunapojifunza habari ya kufa kwa mwanadamu, tunazungumzia maeneo makuu mawili. Tunapojifunza habari ya kufa kwa mwanadamu, tunazungumzia maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni roho kutengana na mwili, ambapo pia hiki ni kifo, kwamba mwili unatengana na roho. Lakini pia tujifunza kipengele cha pili ambacho ni roho kutokuwa na mahusiano na Mungu. Hiyo kibiblia inaitwa ni kifo cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kipengele hiki cha kwanza kabisa cha roho kutengana na mwili, Bwana Yesu asifiwe, tunafahamu kabisa tunajifunza Biblia kwamba Mungu katika uumbaji wake, Mungu alimuumba mwanadamu kwa udongo. Bwana Yesu asifiwe. Alipomuumba mwanadamu huyu kwa udongo, wakati amekamilika tayari ameumbwa, hilo lilikuwa ni dude, lilikuwa ni udongo, lilikuwa ni kitu tu ambacho hakina uhai, hakina thamani. Lakini Mungu baada ya kumaliza kukiumba hicho kiumbe kwa udongo, Mungu akapulizia pumzi ya uhai. Maana yake alipokipa uhai ndipo kilipopewa kile kiumbe thamani, ambayo ni Adamu, ndio akapewa thamani, akaitwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho inapotengana na kifo hiki cha kutengana mwili, kutengana na roho, tunamaanisha kwamba huyu mtu anakuwa ameishi, lakini roho inapotengana na mwili, maana yake roho inatengana na mwili, mwili unabaki. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu alimwambia Adamu na Eva, aliwaambia kwa pamoja kwamba kwa sababu mmenitenda dhambi, kwa sababu mmefanya uovu, mmefanya uasi pale kwenye bustani ya Edeni, Biblia inasema, Mungu akasema, kwa sababu wewe ni wa mavumbi, mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale tunaona kwamba baada ya Mungu kuwapa hiyo adhabu, lakini pia kweli kabisa hichi kitu kilitokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, kitu cha kwanza, alikufa katika maeneo yote mawili. Adamu alikufa kiroho, yani mwili ulitengana, yani roho yake ilifarakana na Mungu, ikawa haina mahusiano na Mungu. Lakini pia alikufa kimwili, kwamba roho ilitengana na mwili. Baada ya miaka 900 Adamu alikufa, hakuonekana tena duniani, maana roho yake na mwili vilitengana. Adamu akazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Eva naye hivyo hivyo, naye aliishi miaka kadhaa, lakini mwisho wa siku mwili ulitengana na roho na akazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kinachozikwa sio roho, kwa sababu Biblia inasema kwamba mwili ni mavumbi na mavumbini utarudi. Roho haikutokana na mavumbi, mwili ndio ulitokana na mavumbi, na maana mwili ndio tunauzika, roho haizikwi. Roho kuna mahali ambapo inahifadhiwa, na tutasoma vizuri, tutajifunza hili somo huko mbele kwamba mtu anapokufa nini kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 2 mstari wa 16, nitasoma, tutaanzia ule mstari wa 15. Biblia inasema, Bwana Mungu akamtwaa huyu mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula,
lakini matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anawaambia Adamu kwamba nimekupa vitu vyote katika bustani hii ya Edeni, na akasema kwamba utakula matunda ya aina yote isipokuwa huu mti wa katikati usile, na utakapokula utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni ndio na ni amina. Mungu anapotamka jambo ni lazima litokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Adamu akapewa maagizo na Mungu kwamba usile matunda mti huu, lakini baadaye alipopatikana na Eva, kwa sababu yale maagizo alipewa Adamu, lakini Eva naye vile vile alipopewa habari hizi na Ibilisi alipokuja kwa njia ya nyoka na kumdanganya, pia akaenda akamdanganya na mume wake, akamshawishi na mume wake. Mwisho wa siku kilichotokea pale ni nini? Ni anguko, na kile kifo ndipo kilipotimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma ile hiyo Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 22. Sura ya 3 Mwanzo sura ya 16 mpaka 12 asema, akamwambia mwanamke hakika na wewe akamwambia mwanamke hakika nitakuzidisha uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto. Hata hivyo Adamu, hamu yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Adamu alipewa maagizo kwamba matunda ya mti huu usiale, yeye akala, akamsikiliza mkewe, usiale. Imelaaniwa kwa ajili yako, na uchungu utakula mazao, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhi, asema, ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbi utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa ndipo maisha ya mwanadamu, kifo cha mwanadamu kilipoanzia. Dhambi ndio ilisababisha kufa kwa mwanadamu. Kwa mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu aishi milele, lakini kwa sababu ya dhambi na uasi wa Adamu ikasababisha watu tuwe tunakufa. Na kufa kwetu ni kwamba kwa sababu Mungu anasema hapa, kwa sababu wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, kwamba mwili ule ni lazima urudi kule ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anatuonyesha kwamba dhambi ndio sababu ya mauti ya mwili au roho kutengana na mwili. Ndio maana Biblia inasema mwanadamu ulitokana na mavumbi na mavumbini utarudi. Sasa kinachorudi mavumbini sio roho, maana roho haikutoka mavumbini, ni pumzi ya Mungu. Kwa kinachorudi mavumbini ni mwili, sio roho, kwa sababu roho haikutokana na mavumbi. Roho ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kulithibitisha hili, tukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 5, inaonyesha vile vizazi vya Adamu na miaka walioishi duniani walikufa. Kwa kifo kilianzia huko na kinaendelea mpaka sasa. Wanadamu wote tunapita kwenye kifo, kinatofautiana tu ni wakati na muda na majira ambayo Mungu ameyapanga kwa ajili yetu sisi wanadamu kufa. Kwa kifo sio kitu cha kuogopa, kwa sababu huwezi kukikimbia, tayari kipo. Mungu alishasema. Kwa ni lazima tujue kwamba kuna kufa na hatuna wakati. Mungu anaweza akakuchukua ukiwa na umri mdogo, ukiwa na umri mkubwa, kulingana na vile Mungu mapenzi yake ni yapi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili unatengana na roho. Tukisoma kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 19, Luka 19 ule mstari Luka 16 ule mstari wa 19 mpaka 25. Luka 16:19-25. Biblia inasema, akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri, amevaa nguo za rangi za zambarau na kifani safi, na akula siku zote kwa anasa. Kwa maskini mmoja jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake na ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo,
aliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kumlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abrahamu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Na anaishia hapo kwanza. Sasa hapa tunasoma habari ya tajiri na Lazaro. Tajiri na Lazaro wote walikuwa ulimwenguni, wote walikuwa wanaishi ulimwenguni, na hawa watu Biblia inasema kwamba walikuwa wanaishi, lakini huyu tajiri alikuwa ana mali, anaishi maisha ya kifahari, lakini maskini alikuwa anakula chakula cha makombo ambayo anaanguka kwenye meza ya huyu tajiri. Nini lakini ninachotaka kuongea hapa ni kwamba ninachotaka tupate kitu hapa, tujifunze kitu, ni kwamba hawa wote walikufa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake roho zao zilitengana na mwili. Biblia inasema tajiri akafa na huyu maskini akafa, lakini ukiangalia sasa Biblia inasema huyu tajiri alionekana ni sio make mwili waliuzika, roho yake ilionekana ipo kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba Lazaro yeye alionekana akiwa kifuani kwa Ibrahimu. Ibrahimu ni mtumishi wa Mungu. Maana yake ni nini? Mtu unapokufa katika Kristo, unapokufa ukiwa unaishi maisha matakatifu, maisha kumpendeza Mungu, unaenda mahali panapoitwa patakatifu, ambapo hapo unaenda kukaa patakatifu, maana yake panaitwa peponi. Hapo zinakaa roho za watu ambao wameishi vizuri wakiwa hapa ulimwenguni. Na ndio maana Lazaro alipokufa roho yake ikaungana na Ibrahimu. Biblia inasema akakaa kifuani mwa Ibrahimu, sio mwili. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa kifuani mwa Ibrahimu. Lakini huyu tajiri roho yake ilionekana kuzimu. Na ndio maana akawa analalamika, anasema mimi huku niliko napata tabu. Biblia inasema kulikuwa na mateso kule. Lakini huyu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, huyu ambaye anaonekana alikuwa anaishi vizuri na Mungu, alikaa pamoja na watakatifu. Mpendwa katika Bwana, katika maisha tunayoishi ni lazima tuangalie, tunapoondoka duniani wote tunakufa ndio, lakini kila mmoja anaelekea pale anapostahili. Biblia inasema msidanganyike, baada ya kufa ni hukumu. Kwa nini ni hukumu? Ni kwa sababu moja tu, kwa sababu pale unapokufa tu unaenda pale unapostahili. Kabla hata ile hukumu ya mwisho kabisa ulimwengu kuja, lazima sasa tu hapa. Ndio maana roho za waovu zinaenda kuzimu na roho za watakatifu zinaenda peponi, zikisubiri hukumu ya mwisho, ambayo hiyo hukumu inaenda sasa pale ambapo ndio mtu anahukumiwa. Anaenda wale ambao wako kuzimu wanaenda moja kwa moja kwenye jehanamu ya moto, lakini hao ambao wako peponi wanaenda paradiso, mahali pengine, mahali ambapo watu wataishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufa sio issue. Unakufa katika hali gani? Unakufa ukiwa katika nini? Unakufa katika dhambi au unakufa katika hali ya kumcha Mungu? Hivyo vitu ndio vinatofautiana. Hapa maisha ya Lazaro na tajiri yalitofautiwa ni kitu kimoja tu. Huyu alikuwa anakula, anaishi, lakini anaishi kwa anasa, anaishi kwa uovu, na ndio maana alienda kuzimu. Lakini huyu naye wote alikufa. Alipokufa naye Lazaro alienda akakutana na watakatifu wakina Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifo hiki cha roho kutengana na mwili ni kifo ambacho kinawapata watu wote, yani waovu na wema, isipokuwa roho zao. Watu hawa haziendi sehemu moja. Roho za waovu zinaenda sehemu moja na roho za watakatifu zinaenda sehemu moja. Kwa roho za waovu zinapokuwa zinaondoka ulimwenguni zinaenda kuzimu, na roho za wema zinaenda peponi zikisubiria yale maisha yale maisha ya milele ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 13. Mathayo 13. Biblia inasema nini hapa? Mstari wa kwanza, Mathayo 13. Biblia inasema hivi: Siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari,
wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda katika mashua akaketi. Na ule mkutano wote wakasimama pwani, wakamwambia mambo mengi kwa mifano, akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda, na alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila, na nyingine zikaanguka penye miiba pasipokuwa na udongo mwingi, zikaota haraka kwa kukosa udongo. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, zikaota haraka kwa kukosa udongo wenye kina, lakini jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ili miiba ikamea ikaisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 100, 60, 180. Mwenye masikio na asikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu sema, wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akamwambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali hao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, na atazidishiwa tele, lakini yeye asiyekuwa na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii ninasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya likatimia, akasema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, na kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, kwa masikio yao hawasikii vema, na kwa macho yao wameyafumba, wasijue, wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka ikawaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nenda kusoma kwenye kitabu hicho ule mstari wa 18, sasa, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la mfalme bila kulielewa, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyu ndiye aliyepandwa karibu na njia, naye alipandwa penye miamba. Huyu ndiye aliyesikia lile neno akalipokea kwa furaha, lakini huna mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda, ikitukia dhiki. Sasa hapa tunajifunza nini? Yaani hapa habari za panzi huyu tunajifunza namna ambavyo tunajifunza, kwa mfano somo hili, kwamba somo hili tunajifunza kwa habari ya kifo, ili kusudi ujue kama wewe unapokwenda ni wapi, na ili neno likae ndani yako, na lile lidondoke kwenye udongo wenye rutuba, ili kusudi lilete matokeo kwenye maisha yako. Lete matokeo kwa maana ya maandalizi, kwamba unapoondoka katika ulimwengu huu ujue unaenda mahali gani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uende mahali patakatifu, uende ukakutane na watakatifu waliopo huko peponi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni lazima tumche Mungu, ni lazima tuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunaweza kujifunza pia kwenye ule mfano wa magugu, kwamba Yesu anatolea mfano kwamba kuna mtu alienda kupanda shamba. Alipopanda shamba lile mbegu njema, Biblia inasema aliporudi kesho yake baada ya muda akatuma watu waende kuangalia ile shamba, akakuta mle kwenye shamba yameota magugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuota yale magugu, Biblia inasema wale waliowatuma akasema, Bwana, je, ukupanda mbegu njema katika shamba? Je, mbona sasa magugu yameota? Wakataka kumshauri, Biblia inasema wakataka kumshauri Yesu kwamba je, tuende tukang'oe sasa yale magugu. Yesu akasema kwamba hapana. Yule mwenye shamba akasema hapana, ni kwamba yaacheni yote yakuwe kwa pamoja, na yakishakuwa kwa pamoja baadaye tutang'oa kwanza yale magugu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukishang'oa yale magugu tutayafunga matita na kuyatupa kwenye moto. Ndio hiyo hukumu ya watu ambao wamekufa katika dhambi. Kwa ni vema tufe katika Kristo, wapendwa katika Bwana.
Ni vema tufe katika Kristo ili tuishi maisha mazuri, ili tuishi kule peponi, tukakute na wapendwa wenzetu waliokufa katika imani katika Kristo Yesu. Lakini hebu twende sasa kwenye kifo cha roho kutokuwa na mahusiano na Mungu. Nilikuwa hapa tumejifunza kwa habari mwili kutengana na roho. Kifo cha kwanza kabisa, mwili kutengana na roho, ambacho hichi kifo ni cha wote. Hiki hakina mtakatifu, hakina nani, hiki ni cha wote. Hiki kifo ni cha wote, lakini tunatofautiana baada ya kufa tunaenda wapi. Kwa hiyo kuna huyu ambaye anaenda kuzimu na kuna huyu ambaye anaenda peponi. Na nataka nikwambie, ushaona katika mila na desturi zetu, Bwana anaenda kuabudu mizimu. Mizimu ni roho chafu ambazo ziko kule kuzimu, ambazo zipo kule kuzimu. Hakuna mzimu wa watakatifu, hakuna mzimu, bali mzimu ni roho chafu. Maana kuna mzimu wa babu, mzimu wa bibi, si mzimu wa nini. Hakuna mzimu wa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu roho zilizo chafu, na ndio maana hata matendo ya hiyo mizimu inakuwa ni matendo ya Ibilisi. Ni kwa sababu tayari wameungana katika ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakatifu, hakuna kitu kinaitwa mzimu wa mtakatifu fulani, hakuna. Lakini kuna mizimu ambayo ipo na inaoperate katika ufalme wa giza, sio ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapojifunza hii roho kutokuwa na mahusiano na Mungu, hiki ni kifo. Hiki ni kifo, na hiki ndicho kifo kibaya kuliko kifo cha mwili kutengana na roho. Hiki ni kifo kibaya kwa sababu hiki kifo kinakupelekea moja kwa moja uende jehanamu ya moto. Kifo cha mwili cha roho kutengana na kutokuwa na mahusiano na Mungu, hiki ndicho kifo ambacho tunapaswa kukipinga na kukikataa na kumwomba Mungu atupe neema tusikipate kifo hiki, maana ni kifo ambacho kina hatima iliyo mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kifo hiki ndicho kifo kibaya kuliko kifo cha roho kutengana na mwili, kwa sababu hiki kinakufanya wewe usielewe kama umekufa, kwa sababu hiki kifo ni kifo ambacho mwanadamu sio rahisi kujitambua kama yeye amekufa au yuko hai. Kwa unaweza kujiona uko hai, kumbe umekufa. Unajiona kwamba wewe ni mjanja, unaishi vizuri na kila kitu, lakini tukitazama katika hali ya kiroho umekwisha kufa. Hauna mahusiano na Mungu, umejiambatanisha na roho nyingine za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni kitu nasema, kama ukifa kwa sababu ni mtu wa rohoni, mtu ndipo unapokuwa unaendelea, ni mtu ambaye ukifa kiroho maana unaendelea kuishi maisha, unakunywa, unakula, unaishi vile ambavyo unavyoona sahihi. Lakini mwisho wa siku tukitafakari, tukitafsiri kimungu, umekufa, hauko hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tusome kitabu kile cha Waefeso, ile sura ya 2 mstari wa 1. Nitasoma mpaka mstari wa 10. Waefeso sura ya 2 inasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlienenda zamani kwa kulifuata kawaida ulimwengu huu na kufuata ufalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi mlikufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Hawa watu ambao anawaambia Paulo sio kwamba tayari walikuwa wako hai, lakini anawaambia mlikufa kabla hawajampokea Kristo, kabla hajamwamini Mungu, kabla hajamwamini Kristo, walikuwa wamekufa. Anawaambia sasa, kwa sababu gani mlikufa? Anasema mlikufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo anasema ambazo mlizienenda zamani kwa kufuata kawaida wa uweza, kufuata kawaida wa ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi kwa sasa kwa wana wa kuasi. Kwa wana wa kuasi. Sikiliza mpendwa, kuna wana wa aina mbili katika ulimwengu wa roho. Kuna wana wa Mungu, afu kuna wana wa Ibilisi. Ni kitu kigumu ambacho watu hawaamini, lakini nataka nikwambie ni kweli kabisa. Kuna wana wa Mungu na wana wa Ibilisi. Kwa hapa anasema katika wana wa kuasi ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika tamaa za mwili yetu, tuliyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa
kwa tabia yetu watoto wa hasira kama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kama wengine wote, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu yaliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, hata wakati ule, Bwana Yesu asifiwe, hata sisi ambao leo tunahubiri tumetoka huko, Bwana Yesu asifiwe, hata wakati ule kwa sababu tulikuwa wafu kwa sababu makosa yetu, alitufanya kuwa hai pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Tulikuwa tumekufa, anasema akatufanya kuwa hai. Maana yake nini? Mwanzo tulikuwa tumekufa, mwanzo tulikuwa tuna mahusiano na Mungu, mwanzo tulikuwa tumefarakana na Mungu. Lakini sasa baada ya Yesu, kwa neema yake, baada ya kumwamini Yesu, ndipo tunafufuliwa, tunauishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapewa utu upya, tunapewa roho mpya, tunaanza kuishi yale mambo Mungu ambayo yanayataka kwenye maisha yetu. Na ndio maana anasema zamani nasi tulienenda kama hao, tulikuwa ni watu wa tabia ya hasira kama watoto wengine, kama wana wa ibilisi, kwa sababu nasi tulikuwa tumekufa. Sasa kwenye kufa, lakini unapomwamini Kristo ndipo unauishwa. Kuuishwa maana unafufuliwa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa kuna kifo hiki cha roho kutengana, roho kutokuwa na mahusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma Wakolosai, kitabu kile cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15, mstari wa 15 mpaka ile 23, Biblia inasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na milki au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote havishikamana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na katika yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmetengwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmetengwa tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama, mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya misingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili iliyosikia habari zake, mliohubiriwa kwa viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambavyo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa nafurahia mateso niliyo nayo katika ajili yenu, tena nayatimiza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake, ambalo limefanywa mhudumu wake kulingana na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunajifunza nini? Paulo anaeleza kwa habari ya kwamba tulikuwa tumefarakana na Mungu, tulikuwa hatuna mahusiano na Mungu. Biblia inasema kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, Yesu akatupatanisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu amefanya upatanisho, ametupatanisha na Mungu wetu kwa kifo chake pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa makosa yetu yalituingiza kwenye kifo cha roho, kutokuwa na mahusiano na Mungu. Na ndio maana mtu ambaye hana mahusiano na Mungu unamwonaje? Anafanya vitu visivyofaa huku anacheka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anatenda dhambi huku anafurahia. Hiko ni kifo cha kiroho. Ni kwamba hana ile hofu ya ndani ya mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya roho yake hakuna hofu tena. Ni kwa sababu roho haina mahusiano na Mungu. Na roho ikikosa mahusiano na Mungu, maana yake inafanya kile ambacho anaona inafaa, na wala hana hofu
ya kusema ninachokifanya namkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome hiyo Efeso 2:12-13. Efeso 2:12-13. 12:13. Kwa maana zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa maana zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa mwili wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, kwa mtu mmoja, kwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaja akaondoa ule uadui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tulikuwa maadui wa Mungu, tulikuwa tumefarakana na Mungu. Hiki ni kitu kibaya, ni kifo kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nanyi mlikufa kwa sababu makosa na dhambi zenu. Lakini kifo hiki hakimaanishi kwamba huyu mtu alikuwa amekufa, kwamba amezikwa. No. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, ni lazima tutambue ya kwamba katika Kristo Yesu ndiko kwenye kufufuliwa, ndiko Yesu anatulejeshea mahusiano yetu naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatulejeshea mahusiano. Tunaanza kuishi, tunakuwa hai, tunaanza kuchukia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuchukia mabaya, tunaanza kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunauishwa. Tukisoma kile kitabu cha Warumi ile sura ya 10, tasoma kuanzia ule mstari wa 5. Anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki tokanayo kwa sheria, ya kwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo, bali ile haki patikanayo kwa imani anena hivi, usiseme moyoni mwako ni nani anayepanda kwenda mbinguni, yaani kumleta Yesu Kristo chini, au ni nani atakaye kushuka kwenda kuzimuni, yaani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ninachoongelewa hapa, Paulo anaongelea kwamba kuna watu ni wabishi, watu wasioamini. Wanasema ni nani aliyeenda huko mbinguni? Ni nani aliyeenda huko mbinguni akajua kuna nini kinaendelea? Anasema kusema hivyo ni kumleta Yesu chini tena, aje malaki aje tena kuja kuwakomboa wanadamu. Lakini anasema pia ni nani aliyeshuka kuzimu? Watu wanauliza nani alienda, kwamba kuna roho ambazo zimeenda kuzimu. Biblia anasema ni sawa sana kumshusha Yesu tena kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu alipokufa pale msalabani alishuka mpaka kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo. Biblia inasema, Bwana Yesu asifiwe. Maana yake sasa unapopinga unataka Yesu tena afe kwa mara nyingine, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni kukosa imani na mafundisho ya kweli ya neno la Mungu, au ni kukataa ile kweli ya neno la Mungu. Anasema lakini yanenaje lile neno liko karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni ile neno la imani tulihubiriwa. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba kama unaamini Kristo kwamba alikufa na akafufuka katika wafu, ukiamini hayo, maana yake unapokea wokovu. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa ni lazima uamini neno la Mungu, uamini neno la Mungu ili kusudi utoke kwenye hiyo mauti ya milele, mauti ya kiroho. Ili utoke ni lazima umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu Yesu ndio sasa anaanza kukupatanisha wewe na Mungu, anarejesha mahusiano yako wewe na Mungu. Nje ya Yesu Kristo hakuna wezaye kumpatanisha mwanadamu na Mungu isipokuwa ni Yesu Kristo kwa njia ya imani. Lakini sio imani tu, lakini pia ni kwa njia ya kinywa chako kukiri hayo maneno, na kushakiri manake na unatubu, na Mungu anakusamehe, anarejesha mahusiano yako wewe na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima utambue hilo. Ni lazima utambue kwamba hicho kifo cha kiroho ni kitu kibaya. Hebu naomba nisome ile Luka sura ya 15. Wakati namaliza naenda kusoma ile Luka sura ya 15. Huo ni kitu ambacho Mungu anasema hapa. Kuna mfano Yesu aliutoa ambao unaodhihirisha haya ambayo ninasema. Pendwa katika Bwana, Mungu akupe neema umpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili utoke kwenye hicho kifo cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Luka 15 ule mstari wa 11, Biblia inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babake, baba, nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu. Akamgawia mali yake. Na baada ya siku zisipokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kubwa ikaingia katika nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitazama akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake hii, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kubakiza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa bado mbali, baba yake akamwona, akamwonea huruma. Bwana Yesu asifiwe. Akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba alimwambia mtumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Haleluya, haleluya. Sasa Yesu anatolea mfano huu kwamba huyu mtoto alipotea, alienda mbali. Huu ni mfano unaoonyesha kwamba ni sawasawa na watu ambao wamefarakana na Mungu, wameondoka kwenye ufalme wa Mungu, wametoka kwenye ufalme wa Mungu, wakaenda huko kufanya vitu vya tofauti, wakaishi maisha ya Ibilisi. Ibilisi akawaongoza, Ibilisi akawa ndio kiongozi wao. Lakini baada ya muda, baada ya mahubiri, tumesoma hapo kwenye hicho kitabu cha Wakolosai, Bwana Yesu asifiwe, baada ya injili kuiamini, baada ya kuona mateso, sawa ni kwamba sasa unasema, mimi narudi kwa baba yangu. Biblia inasema huyu mtoto akasema, mwanangu alikuwa amekufa, mwanangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Mungu ndipo anapofurahia watoto wake wanaporudi kwake. Anasema haangalii umefanya nini. Hebu niambie, kuna watoto wengi sana hapo nyumbani, lakini hakufanya sherehe. Lakini huyu mmoja aliyepotea aliporudi, anasema alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Huyu mtu sio kwamba alikuwa amekufa, kwamba sio kwamba roho ilitengana na mwili. Hapana, ila roho yake ilikosa mahusiano na baba yake. Baba yake alikuwa hana mahusiano na mtoto wake, alikuwa amemkatia tamaa, hayupo tena, ameenda kutapanya mali huko, ameishi maisha maovu. Lakini pale alipozingatia moyoni mwake, usikumrudie Mungu. Pale alipozingatia moyoni mwake, akasema, kwa nini mimi naishi maisha haya? Kwa nini mimi nateseka maisha haya? Nimeenda kwa waganga, nimeenda kwenye uovu, nimeenda kwenye mizimu, nikalishwa vitu vya kila namna, nikawekwa masharti ya kila namna.
Lakini anasema ni wangapi wafanyakazi, wajakazi waliopo kwa Baba yangu wanaishi, wanafurahi? Ni wangapi wapo kwa Mungu wanaishi maisha bora, wanaishi maisha ya amani na furaha? Akazingatia moyoni mwake, akasema nitarudi kwa Baba yangu, nitamwambia nimekosa mbele zako na nimekosa mbele za mbingu, mbele za nchi. Sikiliza nikwambie, rudi kwa Mungu, rejea kwa Kristo, nafasi bado ipo. Yesu alitolea mfano akasema, tazama yeye ni mchungaji bora, ni mchungaji mwema. Anasema kondoo mmoja akiwa na kondoo 100, anapopotea kondoo mmoja, anasema anaacha wale 99, anaenda kumtafuta yule mmoja mpaka arudi zizini. Huyo ndio mchungaji mwema. Mungu anataka hata hao ambao wewe ambao uko nje ya Kristo, anataka leo zingatie moyoni mwako ya kwamba kwa nini uendelee kuwa upande wa shetani. Sikiliza, nje ya Kristo watu wote wanakuwa chini ya utumwa wa dhambi, wanakuwa chini ya utawala wa Ibilisi, wanayafanya wasioyapenda. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kitu ambacho hukipendi, ni kwa sababu Ibilisi ametawala maisha yako. Rudi kwa Yesu, na Yesu yuko tayari kukupokea na atakuisha. Anauisha roho yako, anauisha nafsi yako, anauisha mwili wako. Na tazama, ya kale yatapita, tazama yatakuwa mapya. Utaitwa mwana wa Mungu tena, hautaitwa mwana mpotevu, hautaitwa tena mwana wa uasi, utaitwa mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Kipindi kijacho tutajifunza kwa habari ya kufufuliwa kwake mwanadamu. Kwa hiyo kufufuliwa kwake mwanadamu tutaangalia kimwili, tutaangalia na kiroho. Wanadamu wanafufuliwaje? Na siku za mwisho wanadamu watafufuliwaje? Ni wakina nani watafufuliwa kwanza? Na mwisho nini kitatokea? Mungu abariki. Amin.